Tanzania bado ipo katika kipindi kigumu cha kihistoria kinachohitaji busara, subira na maamuzi makubwa ya kisiasa. Matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025 wakati wa uchaguzi mkuu yameacha majeraha si tu kwa familia zilizopoteza wapendwa wao bali pia kwa taswira ya demokrasia ya taifa. Neno linalozungumziwa zaidi ni maridhiano, lakini ndani ya mjadala huo kuna neno pia katiba mpya, neno ambalo linazidi kupewa uzito kila kunapokucha. Baada ya vurugu za uchaguzi, mjadala mkubwa umejikita katika swali linalouliza, je, maridhiano yanayozungumzwa yataishia katika mazungumzo ya kisiasa au yatafika kwenye mzizi wa tatizo ambao watu wengi wanaamini ni mfumo wa kikatiba? Kwa mujibu wa uchambuzi uliowahi kuchapishwa na BBC, changamoto nyingi za kisiasa nchini Tanzania zimekuwa zikirejelea katika muundo wa mamlaka, uwiano wa mhimili wa dola, uhuru wa taasisi na mfumo wa uchaguzi, yote haya yakiwa ni masuala ya katiba. Hivyo basi maridhiano bila kugusa katiba kwa wengi ni sawa na kutibu dalili bila kushughulikia ugonjwa. Serikali kupitia viongozi wake imekuwa ikisisitiza umuhimu wa maridhiano kwa ajili ya kulinda amani na umoja wa taifa. Katika mikutano ya hadhara na hata kwenye majukwaa ya kimataifa kama vile mkutano wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, viongozi wameeleza kuwa Tanzania itaendelea kuwa mfano wa utulivu barani Afrika. Lakini kwa upande wa upinzani, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, msimamo umekuwa wazi. Maridhiano ya kweli hayawezi kufanikiwa bila mabadiliko ya katiba. Wanasema kuwa tatizo si tukio la Oktoba 29 bali ni mfumo mzima unaosimamia uchaguzi, usalama, uhuru wa kisiasa na haki za raia. Ndio maana wanasisitiza kuwa katiba mpya si anasa bali ni hitaji la msingi. Katika historia ya hivi karibuni, Tanzania ilianza rasmi mchakato wa katiba mpya kupitia tume ya Jaji Warioba. Mapendekezo yaliyotolewa, mijadala ilifanyika na rasimu ya katiba ikaandaliwa. Lakini mchakato huu ulisimama kabla ya kufikia tamati. Kwa mujibu wa wachambuzi mbalimbali waliowahi kuzungumza na BBC, sababu kubwa ya kusuasua kwa mchakato huo ilikuwa ni mvutano juu ya muundo wa muungano. Je, ibaki serikali mbili au ziwe serikali tatu? Hata hivyo, nje ya mjadala wa muungano kulikuwa na maeneo mengi yaliyopata mwafaka mpana: kuimarisha uhuru wa tume ya uchaguzi, kupunguza madaraka makubwa ya rais, kulinda uhuru wa mikutano na vyama vya kisiasa, kuimarisha uwajibikaji wa vyombo vya dola, kulinda uhuru wa kujieleza na haki za binadamu. Haya yote ni masuala ya kikatiba. Wapo wanaosema maridhiano yanaweza kuanza kwa hatua ndogo ndogo: kuruhusu mikutano ya hadhara, kurekebisha sheria kandamizi na kuunda tume ya uchaguzi. Lakini swali linalobaki ni hili: bila katiba mpya, je, marekebisho hayo yatakuwa ya kudumu au ya muda mfupi? Historia inaonyesha kuwa katiba ndiyo mkakati mkuu wa kijamii unaoeleza namna taifa linavyojiongoza. Bila mabadiliko ya msingi katika katiba, mfumo uliopo unaendelea katika matokeo yale yale. Ndio maana hata baada ya vurugu za Oktoba 29, hoja ya katiba mpya imeibuka tena kama nguvu zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Dunia imeonyesha mifano mbalimbali ya maridhiano yaliyofanikiwa pale ambapo kulikuwa na ujasiri wa kukiri makosa na kufanya mageuzi ya kikatiba. Huko nchini Afrika Kusini, baada ya ubaguzi wa rangi, tume ya ukweli na maridhiano haikuishia kusamehe bali ilisikiliza wahanga na kusisitiza ukweli. Lakini zaidi ya hapo, nchi hiyo ilipata katiba mpya iliyoimarisha haki pamoja na usawa. Huko nchini Rwanda, baada ya mauaji ya kimbari,
ilijenga upya mfumo wake wa kitaasisi ili kuzuia kurudiwa kwa machafuko. Vilevile hapa Tanzania na hata Zanzibar iliwahi kupitia kipindi kigumu baada ya matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2000. Mazungumzo kati ya viongozi wa kisiasa yalipelekea kura ya maoni na kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa mnamo mwaka 2010. Hatua hiyo iliyokuwa na mizizi katika marekebisho ya kikatiba na kisheria. Kwa hiyo historia inaonyesha wazi kuwa maridhiano ya kudumu mara nyingi huambatana na mageuzi ya katiba. Baada ya kuingia madarakani kufuatia kifo cha hayati John Pombe Magufuli, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alikabiliwa na uchaguzi mgumu: kuendeleza mkondo ule ule au kufungua ukurasa mpya. Hatua alizozichukua kama kuruhusu mikutano ya hadhara na kuanzisha mazungumzo ya kisiasa zilionekana kama dalili ya mwelekeo mpya. Lakini sasa macho yote yanaelekezwa kwenye suala la katiba mpya. Je, atachagua kumalizia mchakato wa rasimu ya mwaka 2014 au ataunda mchakato mpya? Je, CCM itakuwa tayari kukubali mabadiliko makubwa ya kikatiba? Haya ndiyo maswali yanayobeba uzito wa mustakabali wa taifa. Wapo wanaohofia kuwa mjadala wa katiba unaweza kufungua majeraha mapya hasa kuhusu muungano, lakini wengine wanaamini kuwa kukwepa mjadala huo ndio kunaweza kuzalisha migogoro ya mara kwa mara. Kwa mujibu wa wachambuzi waliowahi kuzungumza na BBC, hatari kubwa kwa taifa si mjadala wa katiba, bali ni kuchelewesha au kuahirisha maamuzi muhimu yanayogusa mustakabali wa demokrasia. Ikiwa katiba mpya itaweka misingi imara ya uchaguzi huru, uwajibikaji wa dola na uhuru wa kiraia, basi inaweza kuwa nguzo kuu ya maridhiano ya kweli. Lakini kama itatumika kama chombo cha kisiasa cha kushindana, basi inaweza kuongeza mpasuko. Leo hii Tanzania iko katika wakati ambao si wa maneno matamu pekee, bali ni wa maamuzi mazito. Maridhiano yanatajwa na kila upande, lakini maridhiano ya kudumu hayawezi kujengwa juu ya msingi dhaifu. Kwa wengi msingi huo ni katiba mpya. Katiba itakayolinda kura, katiba itakayoweka mipaka ya madaraka, katiba itakayohakikisha hakuna Mtanzania anayepotea bila uwajibikaji, katiba itakayoweka misingi ya haki sawa kwa wote. Swali linalobaki kwa Watanzania ni hili: je, Tanzania iko tayari kwa maridhiano ya kweli yatakayogusa mzizi wa tatizo kupitia katiba mpya, au itaendelea kuzunguka kwenye mazungumzo yasiyofikia mwafaka? Na mpaka hapa napofikia tamati, nikusihi endelea kuwa nasi kupitia Koplo Media, vilevile subscribe ili usikose taarifa yoyote mpya. Koplo Media, tunahakiki ukweli kabla ya kukujulisha.